kufanya kazi huko. Wale watu ambao wanafanya architects, tuko na kazi ya engineers, tuko na kazi ya quantity affairs, tuko na kazi ya masons, tuko na kazi ya metal fixers, tuko na kazi ya electricians, tuko na kazi ya carpenters, hata kazi ya mkono iko hapo. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Timau, kwa hiyo kazi yote mimi nimesema utashindwa kujipanga na moja? Si ujipange na ile unatoshana na wewe? Ama mnasemaje? Hapa katikati hata iko kazi ya kware, iko kazi ya kulete kokoto, iko kazi ya kulete mawe, iko kazi ya transport, iko kazi nyingine hapo katikati. Na tumepanga hiyo kazi yote kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuzalisha ajira. Ndio vijana wetu wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi, wapate nafasi ya ajira, wajisimamie na wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele kupitia kwa nguvu zao, kupitia taaluma wako nazo na kupitia kwa bidii yao. Vijana wa Meru tutasaidiana na hiyo kazi. Tuko pamoja. Jambo la pili, mimi nimefika hapa vile kwa sababu ya mambo ya barabara. Wakati mimi nilisimama hapa niliwaambia hapa kwenu tutawapangia mambo ya barabara. Tunaelewana? Nimefika ofisini kule nikakuta madeni imetoka hapa mpaka New York. Nikasema wacha kwanza nipambane kulipa hii madeni. Unajua ile jamaa wa rege walifanya rege wakasahau kulipa madeni. Madeni ikapambana. Sijui kama mnanielewa. Lakini sasa nimemaliza hiyo kazi, ndio nimekuja hapa kuendesha sasa kazi ya maendeleo na kupanga hii, kwa sababu kama singelipa hii madeni, hii Kenya yetu ingepigwa mnada. Mnataka Kenya yetu iweke kwa auction? Hata mmesikia imepigiwa kengele. Si lazima tumalizane na wale. So nimepangana na watu wa World Bank, watu wa IMF, watu wa development partners, marafiki wengi, na sasa mambo yetu iko sawa sawa. Na ndio sababu hiyo hapa Timau, hii town yenu ndio ikae kama city, ni tuwajengee hizi barabara. Hapa Timau town tutajengea karibu kilomita 5 ya Timau town. Tupange hapa tuweke lami, ndio tutoe vumbi, mtu akikuja Timau anakuja kama amekuja city. Ama namna gani? Vile vile tunajenga hii barabara yenu. Sasa barabara kutoka hapa tumekubaliana tunajenga barabara hii mpaka kule Mumero. Tumejenga barabara kutoka kwa Makutano mpaka Ngarendare kilomita 43. Na nimekubaliana na huyu contractor, ndani ya mwaka 1.5 hii barabara iwe imekamilika. Tunaelewana? Watu wa hapa tumekubaliana. Na tumekubaliana ya kwamba wale watu watafanya kazi kwa housing, wale watu watafanya kazi kwa hii barabara. Hapa vile vile tunajenga soko, kwa sababu niliwaambia kina mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima. Nimeweka milioni 50 ya kujenga soko yenu hapa. Na mimi naenda kuanzisha hiyo soko, ujenzi wa hiyo soko leo. Ninyi mnanielewa? Hiyo kazi yote itafanywa number 1 na vijana wa hapa wakiwa mbele. Kwa hivyo nyinyi vijana mjipange. Vijana wa Timau mko tayari? Vijana wa Timau mko tayari? Vile vile mimi naenda hapa Kerwa kwenda kwa Technical Training College, kwa sababu njia ya pili ya kuzalisha ajira Kenya ni ile mpango tuliwaambia katika manifesto yetu ya digital jobs. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha hata sheria ya CDF. Huyu mjumbe wenu na wabunge wengine wamebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF itakuwa ya kujenga shule na vile vile kila ward katika Kenya. Tukianza na hapa Timau, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali hawa vijana 300-400 wataenda, mimi nitaleta kompyuta, na tayari nimeongea na Wajerumani, nimeongea na Wamarekani, nimeongea na Wafaransa ya kwamba vijana wa Kenya watafanya kazi katika kampuni zao wakiwa hapa Kenya. Vijana hapa mko tayari? Mko tayari? Kazi ya Lindikiri ni kujenga ICT hub. Mimi nitatuma waziri wetu Owalo atawaletea kompyuta, na nimeweka pesa ya mafundisho ya hiyo kompyuta milioni 120. Kazi yenu vijana ni kwenda pale kwa ICT hub, kazi yenu ni kufinya kompyuta, mufanye kazi, muweke pesa kwa mfuko, tuende mbele pamoja. Mimi nauliza wewe mtu wa hapa Tigania, watu wa Timau, mtu wa BUURI, mtu wa hapa BUURI Timau,
Kompyuta ikiletwa hapa nyinyi mtashindwa kufinya hiyo kompyuta mpate ajira? Mtashindwa? Mtafanya? Nilikuwa nasikia wale jamaa wale wa maandamano na fujo ati wanajaribu kuuliza maswali mimi, kuniuliza vile nimepanga ajira ya Wakenya hapa Kenya. Mimi nataka niwaambie, this is the administration that has a deliberate intentional plan on creating jobs in Kenya. Our housing plan already employs 130,000 young people in Kenya, from architects to engineers to masons to plumbers to electricians and all other trades, including in steel manufacturing factories, in cement manufacturing factories, and many other areas of transport. We have created 130,000 jobs. In our plan on digital jobs, we already have 120,000 young people in Kenya today who are monetizing their talent. They are working remotely on digital jobs, 130,000 of them. We have already negotiated another 500,000 jobs on export of labor. That is our clear plan. I want you to tell the country what is your plan before you ask me many questions. Ama namna gani? Si hawa watu waseme kazi mpango yao ni gani? This is the only time in the history of Kenya that a government has clarity on how jobs will be created for the young people of our nation. And we are not going to be distracted. We are not going to be derailed. We are not going to be sabotaged. This plan must succeed because our young people must get jobs and Kenya must move forward. Tunaelewana jameni? Sasa unasikia watu mti yatima, wacha nikwambie. Unajua watu walikuwa wananiuliza maswali, nimewauliza hata mimi. Sasa mpango yetu, hii housing itatupatia ajira. Hiyo program ya digital jobs itatupatia ajira. Export of labor itatupatia ajira. Mimi nauliza hawa na hawataki ati nifanye hiyo kazi. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing. Wanataka kuzuia digital jobs. Wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Unasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu yatimau, maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ati uache kazi ya digital job uende ufanye maandamano? Si hao watu wanatuchezea karata ya bure? Ndio mimi nimewaambia wacheni mchezo, tunataka Kenya isonge mbele. Watu wa hapa Timau, mimi nauliza nyinyi, kazi ya housing iendelee ama isiendelee? Kazi ya digital jobs iendelee isiendelee? Export of labor iendelee isiendelee? Hebu ni wale wanasema iendelee. Sisi tunataka ajira jameni. Ama mnasemaje watu wa Timau? Hiyo ndio mpango yetu, tunasukuma mbele. Ya pili, mimi nataka niko na shukrani watu wa Timau, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Wakati tuliwauliza njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula, ni kweli ama si kweli? Unga haitoki kwa duka, unga inatoka shambani. Ama huku kwenu unga inatoka kwa duka? Si lazima watu waende shambani ndio tuzalishe chakula? Ndio hatua yetu kama serikali ya kwanza ili kusaidia kuzalisha chakula Kenya. Tulichukua hatua ya kwanza, tukapunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 saa hizi ni 2,500. Na mimi nawahakikishia wakulima from next week tutakuwa na mbolea katika ile depots yetu yote. Mimi nawauliza wakulima wote, hata wale mlikuwa mnatumia gunia moja, mimi nataka niwasihi mtumie magunia 2. Ndio tuongeze mapato, tuzalishe chakula zaidi, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau tunakubaliana? Sio ndio njia ya kuzalisha chakula? Na mimi nataka niwaambie wa Kenya ya kwamba ili tuzalishe chakula ya kutosha, tujue ya kwamba saa hizi tunaagiza chakula kutoka nje. Tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza mahindi, mchele, sukari, edible oil, sijui chakula gani, na hiyo chakula yote tunaweza kusalisha hapa nyumbani.
na ndio mpango yetu ni kuhakikisha kwamba kila mkulima tumsaidie, na hata wewe kama uko na shamba mahali popote, kila mtu arudi shambani, tuzalishe chakula, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau, tutasaidiana. Mimi nimeona hapa nyinyi ni watu wa bidii. Mimi nasema pongezi. Nyinyi mnafanya bidii, mnatusaidia kuzalisha chakula. Wakati wale walikuwa wanavaa sufuria wakienda maandamano, nyinyi mlikuwa shambani. Saa hizi wanatuuliza sijui nini. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hapa vile vile mimi naenda kuwafungulia ile cold room ambayo tumewatengenezea hapa, ya viazi, ya tomatoes na nini, na vile vile tunajenga hapa BUURI County Aggregation and Industrial Park. Mimi nimeweka milioni 250, county government ya Kawera Mwangaza wameweka milioni 250, na tunajenga hiyo county aggregation pamoja, kwa sababu ndio itasaidia wakulima wetu hapa wapate mahali ya kufanya value addition, wapate mahali ya kufanya processing, ndio mkulima aweke pesa mfukoni na sisi wa Kenya tupate chakula. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kama hii safari tunaenda pamoja ama nyinyi watu wa Timau mtapaki nyuma. Vile vile mambo ya matibabu, ni vile mmesikia tumepitisha sheria 4 ya kuweka msingi sawasawa ya kisheria kwa mpango ya kuhakikisha kwamba mtu Mkenya asiuze tena ng'ombe yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali, hata cancer, hata diabetes, hata hypertension, sasa tutakuwa tunalipa kama serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo program yetu mpya ya universal health coverage tumeweka mpango kamili, na hata ile niliwaeleza wale mnalipa 500 kwa NHIF, sasa kama mapato yako iko chini tutakusaidia tupunguze ikuje 300. Na ule mtu ambaye ule mtu ambaye kabisa hawezi, sisi tutamlipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa hapa Timau tumeelewana? Tuendelee na hiyo kibarua? Tuendelee na kazi? Na mimi vile vile nataka niwaambie, jameni, tunataka watoto wetu wote wasome. Na ndio sababu mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000 wapya wa kusomesha watoto wetu. Mwaka huu tena mimi napeleka mapendekezo bunge tuajiri walimu wengine 20,000, kwa sababu tunataka mtoto wa maskini na tajiri wapate nafasi sawa ya kusoma shuleni, na mtoto asiende shule akose mwalimu. Nyinyi mnanielewa? Na nimeweka pesa budget ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wa JSS, watoto wetu wa primary school, watoto wetu wa secondary school, wale wa TVET, wale wa university, tumeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu kwa shilingi bilioni 127 mpya, because education of our children is important and we don't want any child to be left behind. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Timau, kwa sababu kuna wasimamizi wengine wa shule wanauliza wazazi ati pesa ya serikali ya JSS imechelewa, wewe lipa fees. Mimi nataka niwatangazie, kama serikali ya Kenya tumetoa pesa kwa mwezi huu peke yake, mwezi wa Januari tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu. Pesa ya primary, pesa ya secondary, pesa ya JSS, pesa ya TVET. Sisi kama serikali ya Kenya tumetoa hiyo pesa. Hakuna mzazi ataulizwa pesa shuleni, atatoa pesa fulani ati kwa sababu serikali imechelewa. Serikali imechelewa wapi? Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu unajua kuna watu wajanja wako huko. They want to take advantage of innocent parents. I want to say, for the avoidance of doubt, money has been provided by the government of Kenya. This month alone, we have released 62 billion shillings for the education of our children in primary, in JSS, in secondary, in our TVETs, and in our universities. And therefore, no education official is allowed to demand any money
that is not legitimate from parents. Kwa hivyo mimi nataka tuelewane hivyo. Nyinyi watu wa Timau tutasomesha watoto? Si tunataka kila mtoto asome? Ama mnasemaje? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Unajua mimi nimeajiriwa na nyinyi, lazima niwapatie report ya ile kazi mmenipatia mahali imefika. Si ndio? Tumekubaliana? Sasa kwa sababu ya masaa, wacha nimuite Rigiji, Deputy President wetu, awasalimie. Awasalimie, si ndio? Anaitwa nani? Rigiji. Kwa mambo ya maendeleo ya ujenzi wa nyumba, mambo ya barabara, mambo ya code room, mambo ya TTI. Rais ulikuwa hapa, hawa waangwana ya BUURI, watu yatimao wakakupatia kura 100%, na wewe ukasema utawafanyia kazi, na umefika hapa kwa mambo ya maendeleo. Rais, tunataka tuseme asante kati kwa BUURI, na sisi tukiwa na rais pia tunasema asante kwa vile mlituombea mkatupatia kura. Na ndo moyo twali atideke muno, moyo huo tani madare hado hacheke ide mutio na hado haja beno ito na nie kuma goroire yakwa gaidi ya mukira igabo ciakwa ni mwatu wekire wega muno na nitwakenire. Rais, hapa katika Meru sisi tunakuunga mkono 100% kwa sababu wewe ni kiongozi wa maendeleo, na wewe ni wa kusema na kutenda, na umeonesha kabisa wazi uko na mpango wa kubadilisha Kenya. Hata kama tumechelewa kidogo kwa sababu ulikuta matatizo mengi, mambo ya madeni, kwa mipango kamili umerudisha uchumi wa nchi hii kwa laini, na sasa uko kwa barabara, umeanza kazi tena, na hii kazi itafanyika. Na sisi rais tutakuunga mkono. Nimeona jana hii watu ya ODM, hii watu ya Azimio wakijaribu kuongea mambo ya siasa ya Mlima Kenya. Mimi nataka niambie nyinyi watu ya Azimio, hii maneno ya mlima is too complicated for you to understand. Hata siku mlijaribu kupanda mlima mliteleza. Wanaweza leo mambo ya mlima? Sasa walikuwa na Uhuru Kenyatta, walikuwa na system, walikuwa na nini, wakaporomoka kwa mlima hii Kenya. Hii mlima iko na wenyewe. Na saa hii mlima, we are united behind President William RUTO. Si iko namna hiyo? Nyinyi watu ya ODM muende mkatafute kura pahali mnaweza sikizwa. Hapa mlima sisi tunamjua. Nyinyi ni watu ya maandamano, nyinyi ni watu ya fujo. Hiyo ni mambo ambayo haitakikani katika eneo hii ya Mlima Kenya. Kwa hivyo mkome kuongea mambo ya siasa ya mlima. Mlima iko mambo yao, na sisi tunapanga maneno yetu, na kiongozi wetu kwa wakati huu ni huyu Rais William RUTO. Tumekubaliana? Ile ilikuweko tu ni watu wachache walikuwa wanajaribu kugawanya hii mlima, na wananchi wamekataa. Na mwetekere kugawanya inywe. Na mwetekere. Sisi tunakuwa united as a region behind our president na kazi yake, na kazi yetu ni kumuunga mkono. Na kwa hivyo tunataka kuambia watu wa mlima, wacha tumuombe rais, tuunge mkono, tusonge mbele. Nitwaiguithania andu aitu? Nimukugeithania? Na nure muthuri wa uko maguku darainuka no riu ri ndakunino ni he guku mugwika atia? Nimukumubaga akome kana inuke? Nyarigana mara akome guku? Asante sana. Rais anasema ulale hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kabati kabati. Kaende. Mheshimiwa wetu Rais, tunakupenda sana watu wa BUURI. Leo kama kuna kiongozi ambaye anabubujika na furaha ni gavana, ni mama. Kwa sababu ile maendeleo umetuletea leo, tumemaliza miaka kama 60 bila kupata hiyo maendeleo. Saa hizi tunajivunia kwa sababu ukipitia banda hii kwenda Kiambogo iramie gwekirwa. Watabwa Kithigina iramie gwekirwa. Watabwa Meru iramie gwekirwa. Watabwa Ibasaidi iramie. Wajata uniaja. Bwana asifiwe.
Ibangana bagwerere tu rais wetu. Mboni anina njala, mboni anina njala, mboni anina njala. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ulinituma kwa hao wangwana. Ukaniambia enda panga community health promoters. Nikakuja nikapanga 3716. Na ukanituma na smartphones. Ukaniambia patia kila daktari wa mashinani simu. Ele kuegera Bwana asifiwe. Shangilia president wetu kwa makofi. Ukanituma tena na pesa ya national yetu ya county Mheshimiwa Rais. Ukaniambia ukifika Meru, kitu ya kwanza hakikisha ya kwamba watu wa Meru wamefurahia maendeleo ambayo ni ya county government. Tunapoongea sasa, county yetu ya Meru ndio county ya kwanza kujenga damu 3 ambazo zimejaa maji. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asanti kwa sababu ulinituma tena. Ukaniambia ukifika Meru mama kiongozi, hakikisha ya kwamba wa Meru wote watoto wa ECDE wamepewa uji, na tumeanza hiyo program as we speak today Mheshimiwa Rais. Sisi county ya Meru Mheshimiwa Rais tumekuwa number 1 Kenya mzima kwa kukusanya ushuru. Nilisema hata kama watakuita Sakayo, mimi niite Madam Sakayo. Hapa tumeongoza Kenya mzima. Nilipoingia hivi tuliintroduce cashless. Sisi hatubebi pesa kwa mifuko, tunalipa kupitia simu. Na ndio tumekuwa number 1 Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, hapa Meru sisi kwa maendeleo ni kabati. Tunakuanga number 1 kwa maendeleo. Na huyu mama unaona hapa Mheshimiwa Rais, maana umenipatia nguvu. Na hakuna wakati pesa yetu ya serikali ya ugatuzi inachelewa, na kuanga mashinani kila siku. Natembea huku kwa hawa wangwana. Bwana asifiwe. Tuko na programu nyingine ambayo Rais alisema anaweza kutusupport. Hapa Meru tuko na programu ambayo inaitwa One Daily Cow per One Needy Family. Tunapatia mahasura ng'ombe ya maziwa, na umetusupport sana kwa upande wa maziwa. Na kuomba Mheshimiwa Rais, ukipata pesa nyingine tuongezee, tupatie hao wangwana ng'ombe. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais, maana umetembea. Najua utajenga soko yetu hapa tuete tawakara ya Meru town. Mangoroba. Aja timao yetu. Mungu awabariki sana. Ibwara mwadhani ya wadhalime kabati. Kaende. Watu watumao mjambo. Antobeto mugeni yake njanja takaribisha wa. Aoni yani Mheshimiwa Rais mwendete Antobeto. Au ni oboleloi. Mnapenda hao watu. Mnapenda Dr. William Samoei Ruto wakiwa na Rigathi Gachagua. Tunampenda kwa sababu ni viongozi wa kusema na kutenda. Si ndio? Si tulisimama hapa na Rais na pia Deputy President tulisimama hapa akasema atakuja kuleta maendeleo. Sisi watu wa BUURI, Your Excellency, tunataka tu maendeleo. Hatuna siasa na hatuongeangi sana. Let's talk more work. Inueni mikono kama ni let's talk more work. Sasa nyinyi tulichagua William na Gachagua, si ndio watu wetu? Hii watu wanataka kutugawanya, watafaulu ama watashindwa? Watafaulu ama watashindwa? Hii siasa mnasikia kuwawanya sisi Mount Kenya. Hatutakubali hapa, Your Excellency. Sisi tutasimama na wewe kwa sababu tulichagua wewe na Rigathi Gachagua. Hiyo ndio watu ambao tunajua mpaka miaka 10 iishe. Ama namna gani watu wa BUURI? Miaka 10 iishe? Hebu inua mkono nione kama miaka 10 iishe. Hapo ndio tuko. Nyinyi mnajua BUURI ni shareholders, si ndio? Ya serikali ya William Samoei Ruto. Mnataka serikali ya William Samoei Ruto ianguke ama ifaulu? Mnataka ianguke ama ifaulu? Hebu inua mikono tuone kama itafaulu. Hapo ndio tuko Rais. Hatutaongea mambo mingi. Tumekuelezea, nimekupatia karatasi yetu, nimekupatia karatasi ya stima, na nikuhakikishie tulikuwa na PS wa energy Bwana Washira, pengine ako area, tulikuwa tunapanda miti pale juu. Kwa hivyo wako na record ya all our transformers
mambo ya stima ya BUURI constituency, na vile ulituambia tukiwa State House, ile pesa umetenga sasa ianze kukuja ndio watu wangu wapate stima. Si namna hiyo ndugu zangu? Vile vile maji tunakuja kuweka kupitia Rais. Asante sana for Settlement Dam, asante sana for Timau Dam, asante sana for Ngarinaitha Dam, asante sana for Kagaita Dam, asante sana kwa ile ingine maji inatoka Kadhita, na ile project sote nimekupatia. Asante sana kwa Kerua BUURI Water, ile ulituahidi milioni 500. Asante sana Rais. Thank you very much. Simamoto. Munataka simamoto? Manyumba inashomeka na hakuna simamoto. Rais, saidia hao watu, hakuna simamoto hapa na manyumba inachomeka. Asante sana. Thank you very much. Tuko na mbunge Mudhoni hapa kutoka hapa Meru, nominated MP. Mpigeni makofi. Tuko na mbunge mwingine huyu mtu anaitwa nani? Mwalimu Taitumo. Mpigeni makofi. Niko hapa na waziri wetu Mithika Linturi. Mpigeni makofi. Niko hapa na Rahim, mbunge wetu wa Igembe North, Imenti North. Mpigeni makofi. Niko na John Paul Mwirigi, mbunge wetu wa Igembe South. Mpigeni makofi. Niko hapa na Bishop, mbunge wetu wa Imenti Central, sawa sawa, anaitwa Moses Kirima. Niko hapa na mama wetu Kajuju, yeye ndio mama wetu, anafanya kazi ya ombudsman kule Nairobi. Niko na Kailemia, mama wetu wa county. Mpigeni makofi. Niko na Kinoti, huyu mungwana, yeye ananifanyia kazi ya director wa kule Kura. Pigeni makofi. Niko na PS, principal secretary wetu, anapanga mambo ya ajira ya vijana na anatoka hapa kwenu BUURI. Anaitwa Roslyn Njogu. Roslyn Njogu yuko area hapa. Niko na PS Kilimi ambaye ananisaidia kupanga mambo ya cooperatives, na hako area tunaenda kufungua ile mpango ya cooperatives pale. Mheshimiwa, kwa niaba ya hawa viongozi wote sema jambo. Wetu jambo. Mimi Rais, nataka kuambia kitu moja tu, ni kukaribisha hapa Meru. Sisi wa Meru hatuoni kama umechelewa. Vile ulikuwa unatupangia na vile umeanzia hapa BUURI, tuna imani na wewe, tuna imani na naibu wetu Rais, tuna imani na serikali yako. Sisi tutakuunga mkono ndani ya bunge, National Assembly, na mahali mimi na keti kwa Senate. Ile mambo yote unapanga, sisi tuko ndani kabisa. Kitu moja ningependa kusema nikiwa hapa Timau. Sisi saa hii tusiletewe mambo ya siasa ya mlima. Waacha tukupe time Rais na naibu wako mnyorosha serikali vizuri. Tukianza kusema mambo nani atakuwa nini 2027 2032, tutaharibu kazi yetu. Kwa hivyo tunakuunga mkono, na wewe tulikuchagua na Rigathi Gachagua bila kushindikishwa na mtu. Kwa kupendo na mapenzi yetu. Kana hata ndo Timau. Tetoto adhuri atana ba ambo ni anjara dhoito to abadhi sisi tuliwachagua, si ndio? Kwa hivyo Rais, tuko nyuma yako, na wacha tuanze safari kutoka leo mpaka Saturday, tuenda constituency zote 9 za Meru, na tutakushukuru sana ile kazi umekuja kutufanyia Rais. Asante sana. Wale wanasema kazi iendelee, nione kwa mkono. Basi asanteni sana, tunawapenda sana. Murungu abudharime mwadhani awabariki kila siku. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you.